بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Muharram mwaka 1440, tuendelea na darasa ambao ni silsila ya kusahihisha baadhi ya ibada muhimu sana katika maisha ya Muislamu, ikiwa tumefikia katika sahihisha ibada ya sala. Tulianza kusoma risala sifatu salati nabii sallallahu alayhi wasallam li sheikhina Ahmad al-Jazairi hafidhahu Allah ta'ala. Na kikao kilichopita tulisoma mpaka kufikia وكان احيانا يقبض باليمنى على اليسرى وكان يضعهما على الصدر. sehemu na namna anavyoweka mikono mwenye kuswali anapokuwa katika kisimamo chake cha swala. tutaendelea insha Allah taala baada ya hapo. qala hafidhahu Allah: ثم يرمي ببصره نحو الأرض. wakati anaposwali Muislamu atatupa macho yake chini, sehemu ambayo atasujudu. Kwa hivyo atatizama kwenye ardhi chini wakati anapotekeleza ibada. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza anayeswali kutizama kulia na kushoto, iltifat athalab, kama anavyofanya mnyama mbweha, kutizama kulia na kushoto, akawa angalia huku na kule na yuko katika ibada ya swala. Kwa hivyo macho yake atayaangusha chini wakati anapotekeleza ibada ya swala. ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة وعددها 12 نوعا. kisha atafungua kisomo chake wa ad'iya na adhkar ambazo zipo nyingi namna mbalimbali zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. idadi yake ni 12, aina 12 za ad'iya. yoyote katika hizi 12 mmoja wapo atafungulia nayo swala, na anayezitaka aweza kurejea katika sifat sala ya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kule ataziona. يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه. تمحميدي الله سبحانه وتعالى katika ad'iya kama hizo, na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu. kisha baada ya kusoma hizi ad'iya istiftah mojawapo katika hizi, thumma yasta'idhu billahi ta'ala fayaqul, kisha atataka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shaitan. atasema a'udhu billahi, yazidu ahyanan, aweza kuzidisha wakati mwingine, a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. kwa aweza kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim
pia aweza kusema a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. kisha atasoma بسم الله الرحمن الرحيم ingawa katika hii hatonyanyua sauti yake. Na kuna ikhtilaf baina wanawavyuoni katika basmala, je, imamu ataisoma kwa sauti ama ataisoma kwa siri? Na adilla zimevutana sana katika masala haya, na Shafi'iyya wamekwenda kuwa usawa ni kuwa apaze sauti yake wakati anaposema basmala, na wana adilla walizozitegemea. na hii qaul ameinusuru al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala sana kwa maneno marefu katika tafsiri yake, waweza kurejelea. Na wengine katika wanawavyuoni na wana dalili pia zilizo na nguvu wakaenda kuwa bali atasoma basmala kwa siri wala si kwa kupaza sauti. Na hii yatuleta kuwa hili ni katika suala ambalo wamekhtalifiana ulama wetu wa sunna, na sio suala ambalo la muingiza mtu kuwa huyo ni mubtadi'. Na maana nasema hivi kusudi kwa sababu hili jambo nafikiri kuna baadhi ya watu wanaojinasibisha na sunna ndio wanaolichukulia kuwa ni alama ya kuonyesha kuwa huyo mtu ni mzushi ama si mzushi. La, ni masala fiqhiyya ijtihadiyya, na maulama wetu wa sunna pia wamekhtalifiana katika masala haya. Kwa mfano akatokea mmoja wetu akasema mimi naenda na kauli kuwa aljahru bilbasmala ndio sunna, mfano msimgure akasema huyu watu hapa waseme kwa sauti, yeye asema kwa sauti kama makhurafi. Takuwa ni uchache wa elimu. Kusema hivyo ni uchache wa elimu na kufahamu. Na ikiwa mtu ataka kufahamu haya ninayoyazungumza, nenda katika tafsiri Ibn Kathir kasome, kisha unapotoka pale njoo nifuate unieleze unaelewa nini. Soma zile hujja alizozitaja pale, kisha njoo nieleze wewe waonaje. Na kama huna uzoefu wa bahthi utatoka umechanganyikiwa pale, utatoka pale sasa ni hivi ama ni hivi. Nasema hivi si kwa sababu nyingine isipokuwa yametokea mizozo sana katika baadhi ya misikiti kuhusu suala la je, bismillah yasomwa kwa sauti au kwa siri. Mizozo ikatokea mpaka kuna baadhi ya misikiti watu wakapigana, wa hadha yadullu ala aljahl, nasallallahu alafiyata wassalam. Mpaka watu wakapigana kwa sababu hao wataka bismillah isomwe kwa sauti, hao wasema isomwe kwa sauti. Kwa hivyo amesoma kwa sauti, alhamdulillah, amesoma bismillah, na yule amesoma kwa siri, alhamdulillah. Yule ana dalili amestegemea na ana dalili amestegemea. Haya ndio katika ile masala ambayo ulama wasema yasughu fihi alkhilaf, na kuna usa ndani yake. Na hata hao wale kwenda kwa kauli ya kuwa asoma kwa siri wasema ahyanan awe ataisoma kwa sauti, mara moja moja ataisoma kwa sauti. والله المستعان. قال ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية. kisha atasoma سورة الفاتحة na sunna ni akate aya baada ya aya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. namna hiyo maliza aya usimama aya inayofuata wakala. فإذا انتهى من الفاتحة قال آمين. إمام سورة الفاتحة إمام نمأمومة أتانز إمام آمين مأمومة katikati yake wataungana na imamu wao. يجهر ويمد بها صوته. imamu ataisoma kwa sauti, atapaza sauti yake na kuivuta amin.
taivuta. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها وكان يطيلها أحيانا. kisha baada ya sura al-Fatiha atasoma sura nyingine. Wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akirefusha swala yake, bimaana kisomo chake huwa ni kirefu. wa in iqtasara ala al-Fatihati ahyanan asaba sunnatan, na ikiwa atasoma suratul Fatiha peke yake mara moja moja pia atakuwa ameipata sunna. Ikiwa kwa mfano atasoma suratul Fatiha amin baada ya kuitikia Allahu akbar akarukuu, pia atakuwa amepata sunna. Na hapa akatoa dalili yasema wa hiya sunnatun taqririyya, ni sunna aliyoikiri Mtume sallallahu alaihi wasallam kama bayanahu الشيخ في كتابه صفة الصلاة، كما لبينيش الشيخ الألباني katika kitabu chake صفة الصلاة. قال وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. وهي أثر حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري، asema kile alichotusikilizisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi tumewasikilizisha, na kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amekificha, bimaana amekisoma kwa siri, na sisi pia tukisoma kwa siri. Na ikiwa hatozidisha juu ya ummul Qur'an an suratul Fatiha itatosheleza, na akizidisha ni khairi zaidi, akizidisha ni khairi zaidi. قال وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akisoma kwa jahra, kwa sauti, kisomo chake cha swala ya alfajiri, kadhalika katika rak'a mbili za mwanzo za maghrib isha, na akisoma kwa siri katika swala ya dhuhuri alasiri, na katika rak'a ya tatu ya magharibi na rak'a mbili za mwisho za isha alikuwa akisoma kwa siri. Na hili ni jambo ambalo limezoeleka na lafahamika, walillahi alhamdu wal minna. قال وكان يجهر بالقراءة أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akisoma kwa jahar, bimaana kwa kupaza sauti katika swala ya Ijumaa na swala za Idi mbili, kadhalika swala ya kuomba mvua, kadhalika swala ya kusuf, alikuwa akisoma kwa sauti. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، na alikuwa akizijalia rak'a mbili zile za mwisho fupi kuliko zile rak'a mbili za mwanzo. Kwa mfano asalisha salatu dhuhri, zile rak'a mbili za mwanzo za salatu dhuhri haziko sawa na rak'a mbili za mwisho za salatu dhuhri, bimaana zile za mwisho huwa takriban kadri ya nusu ya urefu wa zile rak'a mbili za mwanzo, qadra 15 aya, takriban kiwango cha aya 15. وربما اقتصر فيهما على الفاتحة، na huenda katika zile rak'a mbili za mwisho akatosheleka na kusoma suratul Fatiha peke yake, bimaana baada ya suratul Fatiha akarukuu.
ثم كان إذا فرغ من القراءة سكت سكتة. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapomaliza kusoma kisomo chake unyamaza kidogo, na hii kama wanavyoeleza wanawavioni kiasi cha takriban kuvuta pumzi ili kukata baina ya qiraa na baina ya takbira ambayo ni intiqal kutoka katika kisimamo kwenda katika rukuu. Kwa hivyo alikuwa akinyamaza kisha ndio akifanya nini, akirukuu. Lakini isiwe kunyamaza kiasi cha kuwa watu nyuma watafikiria umefanya nini, umesahau. Na mtu akasoma alhamdulillah katika kisomo chake kile kusoma, kisha akanyamaza, akasimama sana mpaka watu wakawa wamkumbusha, hasa ukisoma suratu Yasin. Soma Yasin yeye amesoma wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shirka, maliza mpaka aya innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Sema akanyamaza hapo, badala kwenda Allahu akbar akasimama. Utasikia wewe kama watu wajua kuwa umekosea, wala qad adalla minkum, huku watakukumbusha. Lakini ukasimama kidogo kisha ukarukuu, yani kiasi cha kuvuta pumzi ili uweze kusema Allahu akbar. Sasa kusema Allahu akbar, unaona. Kwa mfano usoma sura fulani ambayo ni ndefu, hasa ikiwa ni katikati pale, yani bimaana kuna aya mbele yake, si mwisho wa sura. Wengi katika watu ukinyamaza sana waweza kufikiria mfano nini, umesahau. Kwa hivyo watakukumbusha. Lakini ikiwa utasimama kisito kidogo tu cha kimya kiasi cha kuvuta pumzi na kurukuu, la basi. nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Allahu akbar, hivyo kiasi, si unyamaze utakumbushwa wanabbihum an dhayfi Ibrahim ili uendelee, kumbe wewe utakurukuu. Kwa hivyo si kisito ambacho kitafanya watu wafikirie nyuma kwa kufanya nini, umesahau. Ni kisito cha kuonyesha kuna tofauti baina kile qiraa ulichokisoma na nini, na takbira ya intiqal. ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع. kisha akanyanyua mikono yake kwa wajhi na namna iliyotangulia katika takbiratul iftitah, bimaana imma hadwa mankibaihi au udhunaihi. Allahu akbar, kisha karukuu. Kwa hivyo kwa namna hii mpaka afikie kwenye nini, afikie kwenye rukuu. Inshallah taala kuanzia hapo tutaendelea biidhnillah taala katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.